Lea aliingia hospitalini akiwa hoi. Alishikilia tumbo lake kwa maumivu makali, lakini kabla hata hajapatiwa matibabu, aliulizwa swali moja lililomvunja moyo. Je, umesajiliwa na SHA? Mwanamke ambaye hata pesa ya kodi na chakula ilikuwa shida kuipata, kweli angeweza wapi kumudu gharama za bima ya hospitali? Alibaki akimtazama muuguzi kwa macho yenye uchungu, huku maumivu yake yakizidi. Lea aliendelea kumtazama muuguzi huku maumivu yakizidi kila sekunde. Muuguzi akasema kwa sauti ya baridi, kama huna bima ya matibabu, tafadhali ondoka upishe wengine, unatupotezea wakati hapa. Maneno yale ya muuguzi yalimchoma Lea kama msumari moyoni. Ghafla akapiga ukelele mmoja mkali. Kisha dunia ikamzima, akazimia hapo hapo. Alipozinduka alijikuta amelazwa kitandani, huku watu mbalimbali wakimzunguka. Mbele yake alikuwa daktari, uso wake ulikuwa na huzuni mzito. Mama, unajisikiaje saa hii? Lea alijilaza kwa tabu, macho yake yakitafuta kitu kimoja tu pale kitandani. Mtoto wangu yuko wapi? Yuko wapi mtoto wangu? Ukimya mzito ukatawala chumba. Kisha daktari akashusha pumzi ndefu na kusema kwa sauti ya chini, pole, mtoto amefariki. Kimya kilichofuata kilikuwa kikali hata kuliko kilio. Hakuna mzazi anayestahili kuzika mtoto wake. Kuna maumivu ambayo hayana faraja, hayana jina, wala hayana mwongozo. Moyo wa mzazi haukuumbwa kwa ajili ya kuaga mtoto wake. Ni kimya kizito kinachobaki baada ya kilio chote kumalizika. Na hata machozi yakikauka, maumivu hubaki kuishi ndani milele. Hapo ndipo daktari alimuita na kumweleza kisa cha mtoto wake kumpoteza. Mama, samahani, mtoto wako ulimpoteza kitambo sana tumboni kwa sababu ya kazi nzito. Ndipo alipokumbuka wakati ule alikuwa akivuka feri ya asubuhi ya msongamano tele kwenda kutafuta vibarua. Alikuwa akitembea mwendo mrefu kuanzia feri hadi Kongowea kwenda kutafuta vibarua ili kujimudu kimaisha. Hakujali jua wala mvua, ili mradi apate riziki. Lea alifanya haya